Baba mtakatifu, tunasema asante kwa umetulinda. Tunaenda kujifunza neno la Mungu linalohusiana na uzinzi ambao umeteka dunia ya leo. Tunakuomba uwe pamoja nasi, utulinde sisi watumishi wako na wana wako wanaotusikiza, uweze kuwalinda wasianguke katika mtego huo, ili wakati takapokuja utukute tukiwa tuna maisha ambayo ni masafi. Tunaomba hayo ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Na wasalimu nyote wapenda wasikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu muwe na wakati mwema ili tuweze kujifunza. Wale ambao mnaotusikiza, hii ni Habari Njema TV. Mtatupata kwa mitandao yote, iwe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, popote pale mtatupata kwenye mitandao hiyo. Kwa majina ni Taylors. Nataka tujifunze pamoja neno la Mungu. Wapendwa wa Mungu, tunataka tuwe Wakristo ambao ni wakamilifu katika safari ambayo tulioianza. Mnajua kwamba tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Tunataka tuwe watu ambao ni watiifu wa neno la Mungu kwa mambo yote. Leo tutajifunza amri ambayo ni ya 7 ambayo inasema usizini. Amri hiyo watu wengi huwa wanaipuuzia. Siku tumefika ni jambo ambalo wazee, mashosho, mababa, wamama, vijana na wasichana, hata watoto, jambo hilo walimelipuuzia. Unakuta imekuwa ni shida sana katika ulimwengu wa leo. Kumekuwa uzinzi ambao ni wakutisha, hadi unakuta na wale ambao ni wazazi wetu ambao wamengetupea malezi bora, unakuta wanashika watoto. Ati mtu wa miaka 70 ameoa msichana wa miaka 14 ama 15. Hiyo ni uzinzi. Kwa sababu gani? Imagine wale ambao wangetupea tabia, wangetupea adabu, ndio wanaoharibu watoto. Na wale ambao ni watoto wangeheshimu wazazi wao, ndio wanaenda kukosa adabu, wanaweza kulala na wanaoitwa wazazi wao. Leo kijana anaoa shosho, yaani msichana ambaye ni binti mdogo anaolewa na mtu anayezidi miaka baba yake. Uzinzi umekuwa mbaya katika ulimwengu wa leo. Wengi wamejenga nyumba zinazoweza kuinua ama kusaidia jambo la uzinzi. Wengi katika miji ambayo tunayo, mji ambayo hauna malaya, wanasema ya kwamba hujasonga mbele. Unakuta wasichana wamepiga mistari ama line wakingojea wanaoweza kuwanunua. Wanaume wameshiba wake zao, wanaenda kufanya uzinzi na wamalaya. Hii dunia imekuwa mbaya. Dunia kwa shida hili, ndio maana nimeona leo kabisa tuandae kipengele kinachosema usizini. Sababu ya kutozini ni tunalipata katika kitabu cha Kutoka 20 ni mstari wa 14. Palisema usizini. Sababu Mungu alipoweka amri hii, alikuwa ameona ya kwamba katika dunia kutakuwa na kipindi kuwe na uzinzi ambao ni wa kutisha. Tunapokumbuka kipindi cha Sodoma, walifanya uzinzi, watu wakanuka, wakawa takataka, hadi wakatamani wanaume waishi kwa wanaume, walale na wanaume, ukawa na ushoga, wasichana kwa wasichana. Uzinzi ulizidi. Kipindi cha Lutu kilikuwa kinahuzunisha sana. Tutasoma tena habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa mfalme naye akaanguka katika dhambi. Ni Hesabu 25, ni Daudi.
Daudi alikuwa mfalme. Daudi alikuwa amechaguliwa na Mungu. Alimtendea kazi Mungu kwa uaminifu, lakini dhambi ya uzinzi ilimfikisha mahali pabaya. Akawa na mke wake, lakini akatamani mke wa mwenyewe ambaye ni Uria, mke wake Bathsheba. Tunapoenda kusoma ni kipindi cha Wanaisraeli. Wanaisraeli walipofanya uzinzi, walifanya uzinzi wakapata shida, watu maelfu na maelfu wakafa. Ndiyo maana nataka tusome katika kitabu cha PP 455 ya Kiswahili 455, ya Kiingereza mtasoma 459. Wote waliona kwamba hukumu ilikuwa ya haki, na watu wakafanya haraka kwenda kwenye hema ya kukutania. Hapa ni historia ya Wanaisraeli wakati walipofanya uzinzi, wakati Balaamu alikuwa ametafuta njia ya kuwanasa na kuwalani ikashindikana. Lakini Balaamu akasema watu hawa kwa sababu wanapolaniwa hawezi wakalanika, watu hawa wamebarikiwa. Akaambia Balaki, hebu tuwaingize katika mteko wa kufanya uzinzi. Mtayasoma katika kitabu cha Hesabu 25. Pamesema hivi tunapoendelea. Wakati wanamulilia Mungu katika lango la hema ya kukutania, wakati pigo likiendelea kufanya kazi yake ya kuua, na mahakimu wakiendelea kufanya kazi zao za kutisha, Zimri, kuna mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Zimri, mmoja wa wakuu wa Israeli, alikuja kwa kujiamini katika kambi akiwa na kahaba wa Kimidiani, kichwa cha watu wa Midiani, ambaye alimchukua hadi kwenye hema yake. Kamwe uovu ulikuwa haujafikia kiasi hicho. Huyu mwanaume Zimri, watu walikuwa wamekufa kwa sababu uzinzi walikuwa wameufanya, watu wakafa wengi. Halafu Zimri akaja akiwa ameshikilia kahaba, akaingia katika hema lake, akalala na huyo mwanamke. Tusikie kilichoendelea. Akiwa amelewa, Zimri alisema dhambi kama ya Sodoma, na akajitukuza katika aibu yake. Makuhani na viongozi waliinamisha nyuso zao chini kwa huzuni na uchungu. Kumbe Zimri alipoleta kahaba, viongozi walipomuona akiingiza kahaba katika hema yake, watu waliinamisha vichwa, wakaona aibu wote, kwa sababu ya uzinzi ulikuwa umewaangamiza kipindi hicho. Tunaposoma mbele, wanasema hivi, watu hao walilia kati ya mlango na madhabahu na kumsihi Bwana awahurumie watu wake na asiache kutoa urithi wake. Wakati mkuu huyo wa Israeli alipojionyesha katika dhambi yake mbele ya mkutano, musikie tena, alikuwa mkuu, alikuwa katika viongozi wa Wanaisraeli, lakini akageuka mkutano wa Wanaisraeli, akawaaibisha, akaleta kahaba katika hema yake, kana kwamba ni kuipinga hasira ya Mungu na kuwadhihaki mahakimu wa taifa. Finehasi, mtoto wa Eleazari, kuhani mkuu, aliinuka kutoka mkutanoni na akachukua jambia, akamwandama huyo mtu wa Israeli ambaye ni Zimri, na kuingia ndani ya hema nyuma yake. Wakati kuhani aliyetekeleza hukumu aliheshimiwa mbele ya Israeli, na ukuhani ukawekwa kwake na nyumba yake milele. Jina la Mungu lipewe sifa. Zimri, huyu Finehasi alichukua mkuki, akaenda akachukua Zimri na kahaba wake,
akadunga kisu ikatoboa yeye na kahaba yake hadi katoboa hadi kwa mchanga, kwa sababu ya uzinzi. Alikuwa amekasirika Finehasi. Wamesema Finehasi amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana wa Israeli. Ulikuwa ni ujumbe kutoka mbinguni. Mungu alifurahia, akaona ya kwamba Finehasi alishusha shida ambazo zilikuwa zimemfikia Mungu, zinazomonyesha ya kwamba alikuwa amekasirikia Wanaisraeli, lakini moyo ukatulia. Ndugu zangu, dhambi ya uzinzi ni mbaya. Tunastahili kukimbia mbali nayo. Tunapoona tunaingia katika majaribu hayo, tuombe Mungu ili Mungu atuepushe, kwa sababu uzinzi unaleta mikosi. Uzinzi unatenganisha familia. Uzinzi unaaibisha kijana, unaaibisha msichana anapotwikwa mimba azalie kwao. Hayo yote ni mambo ambayo yanayoleta huzuni na aibu kwa familia. Tutasoma mwanaume mmoja ambaye ni Daudi. Daudi alimtumikia Mungu kama vile nanyi mnavyojua. Mtasoma habari hiyo katika kitabu cha Samueli wa pili 11 na 12, jinsi alivyomtumikia Mungu hadi akafika wakati kumuua mume ambaye anaitwa Uria, akiwa amempeleka katika vita. Wakapeleka ripoti ya kwamba apelekwe mahali pabaya ili auawe, halafu Daudi apate mke wake ambaye ni Bathsheba. Huyu mwanaume alipata habari aliyoipata tunataka tuisome. Tutasoma. Kuna mjumbe aliyetumwa kwa Daudi ili amwambie matendo mabaya alikuwa ameyafanya, lakini mjumbe aliyetumwa alikuwa mwenye hakiri, akapitisha katika midhali alipomtolea mdhali unayosema hivi. Ni PP 748 ya Kiswahili, lakini ya Kiingereza ni 721. Inasema hivi: palikuwa na watu wawili alipomwambia mdhali huyo Daudi katika mji mmoja. Alisema mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili alikuwa maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo. Maskini alikuwa na mwana kondoo mmoja peke yake, lakini yule tajiri alikuwa na kondoo wengi, alikuwa na ng'ombe wengi, ambaye amemnunua na kumlea. Yaani alikuwa na kakondo kamoja akakanunua akakalea. Yaani alikuwa masikini kweli kweli. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe. Yaani huyo kondoo alikuwa anamlea pamoja na watoto, alikuwa anampenda kwa sababu ni mmoja. Inawezekana hata alikuwa na nyumba moja, inawezekana kuwa alikuwa analala pamoja na kondoo kwa sababu ya kumpenda. Hula sehemu ya posho yake, alikuwa nakula kwa posho yake ya yule maskini. Ina maana kwamba alikuwa anapakua chakula anamgawia kidogo. Alikuwa anampenda huyo mwana kondoo na kukinywea kikombe chake. Yaani alikuwa na kikombe kimoja. Yaani yule maskini alikuwa anakunywa kwa kikombe na yule kondoo anampea kwa kikombe. Walikuwa wanakunywa kwa kikombe kimoja. Mnasikia kweli taarifa hii? Na kulala kifuani mwake. Kumbe alikuwa analala kwa kitanda moja na yule kondoo. Anamlaza kwa kifuani kwa sababu alikuwa na kondoo mmoja akiwa anampenda. Msikie. Akawa kwake kama binti. Huyu ni mdhali Daudi aliyotolewa. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria,
bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondo wake, akamwandalia yule aliyemfikiria. Yule tajiri akafanya dhambi mbaya, hakuwa na huruma, akamnyang'anya mwanakondo wake, akamchinja, akamwandalia yule mgeni mmoja. Msikie ndugu zangu, hili jambo lipo hata leo. Tajiri anaweza kuwa na mke, akunyang'anye mke wewe ambaye ni maskini. Ndilo jambo liko leo. Unakuta mtu hana chochote, lakini ananyang'anywa mke kwa sababu hana pesa. Yule mwanamke anapewa hivi na hivi vitu vizuri. Uzinifu ni mbaya sana. Tusipende pesa ndugu zangu. Ama ukiwa na pesa usipende kunyang'anya mke wa mwenyewe. Inawezekana. Uwe tajiri, usitamani mke wa maskini. Ati umchukue kwa sababu hana chochote ama kile anaweza ridisha mke wake. Wakasema hivi, hasira ya mfalme ikawaka. Daudi alipoambiwa hivyo, hasira iliwaka, akasema haiwezekani. Na akasema, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika naye astahili kufa, naye atamrudishia yule mwanakondoo mara 4, kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Hayo maneno mtayasoma katika kitabu cha Samueli wa pili ni 12 mstari wa 5 na wa 6. Anasema aliwaka moto, akasema mtu huyo auawe. Kumbe Daudi hakutambua ya kwamba ndiye anaongelewa aliyeiba mke wa Uria, ambaye alikuwa jeshi lake maskini, akampeleka vitana kafa, akachukua mke wake Bathsheba. Kwa ndugu zangu, tunapojifunza mnastahili msikie kabisa ujumbe huyo. Tujitenge na uzinzi. Tujitenge na uzinzi. Wamesema hivi, Nathani alikuwa mtume ambaye alikuwa ametumwa na Mungu. Wakasema hivi, alimkazia macho mfalme, akamwangalia, wewe Daudi, na akasema, wewe ndiwe huyo. Jina Mungu pesi. Akamwambia, wewe ndiwe huyo uliofanya ukaiba kondoo ambaye ni wa masikini na alikuwa na mmoja. Ulichukua mke wa mwenyewe ambaye ni Uria, ukachukua Bathsheba. Daudi akapigwa na butwa, akashangaa, akasikia huzuni. Dhambi ni mbaya ya uzinzi. Ndugu zangu, tutaendelea kujifunza, lakini tuweze kukumbuka amri inayosema usizini. Tujiepushe na uzinifu. Yosefu ambaye alikuwa mtu mzuri, alipotumika katika nyumba ya Potifa, mke wa Potifa akamtamani, lakini Yosefu alisema, siwezi nikalala na wewe kwa sababu mfalme aliniambia niangalie vitu vyote vilivyomo katika nyumba ya ikulu, lakini nisije nikamiliki mke wake. Akamwambia, mimi siwezi nikalala na wewe. Akakimbia hadi kalaloa nguo yake. Mwanamke akapiga kelele, akaita watu, Joseph muje muone chenye amenifanyia. Lakini akamwekelea. Joseph hakutenda dhambi. Nasi tuwe kama Yosefu, tuogope uzinifu. Na waombea hayo ni katika jina la Yesu. Amen.